Real Madrid na Perez ni kama bado wana jambo lao. Ni kama Perez anataka kumuonesha kwamba bana, mimi ndo Mr. Perez, Fiorentino mwenyewe. Unaambiwa bana, Perez anakwambia anataka avunje rekodi ya dunia. Ameandaa paundi milioni 150 kwa ajili ya star, big player. Kitu ambacho ni sio kitu cha kushangaza kwa Mr. Perez, kwa sababu Perez ndo tajiri ambaye ndo rais wa Madrid ambaye alikuja na Galacticos. Alichokifanya wakati wa Zidane, wakati wa Figo, ndo ambacho anataka kufanya sasa hivi. Amewaambia wana Madrid kwamba endapo hatachaguliwa tena kuwa rais wa Real Madrid, aenda kuvunja benki kwa ajili ya special player. Watu wamekuja watu wamekuja na machaguo, japo wengi wamezidi kuliongelea swala la bwana Olise. Olise ni kama paundi milioni 150 kaekewa yeye. Rais wa Bayern haraka kaenda kanusha habari hiyo, kasema Olise aondoke hata ulete 200. That's a joke. Unajua Perez katika jambo lake always alifanikiwa. Kama aliweza kufanya transfer kubwa duniani, sasa ni kama transfer Olise itakuwa ngumu. Aliweza kufanya transfer ya kumuondoa, kama aliweza kufanya transfer ya kumuondoa Ronaldo kutoka Manchester kuja Madrid, transfer ya kumuondoa Luis Figo kutoka Barcelona kuja Madrid, sioni kama kutakuwa kuna ugumu wa transfer ya Olise kutoka Bayern Munich kwenda Real Madrid. Olise yuko sasa hivi kambi kwa sababu wanajiandaa na kombe la dunia World Cup Faransa, lakini matazamia wengi ni katika transfer market. Bwana Perez amesema kwamba atavunja rekodi. Yuko tayari kutoa paundi milioni 150 kwa ajili ya special player. Huyo special player watu wengi wanasema ni Michael Olise, lakini wengine wanasema Keveshali, wengine wanadai ni bwana Vitinha, lakini maneno mengi sana ameenda kwa Olise. Kikumbuka Olise ametoka Crystal Palace. Alivyotoka Crystal Palace alienda Bayern Munich, lakini kuna one of the interview ambayo Olise alishia kuhojiwa akasema kwamba ndoto yake ni kucheza Real Madrid. Kwa hiyo unaweza kaunganisha dot kwamba inawezekana hii move bwana Perez anaenda nayo kimahesabu sana, anaenda nayo kimkakati. Mkakati wa kwanza ni yeye apite urais, ambapo uchaguzi ni Jumanne, ina maana kuanzia Jumatano tutaona matashiti. Kwa sababu kama Mr. Perez atafanikiwa kupita urais Jumanne, ina maana Jumatano, ina maana Mourinho atakuwa unveil kama kocha wa Real Madrid. Na vile vile ahadi alizoziweka bwana Perez kwamba wachezaji ambao ameshawasign kama Dumfries pamoja na Konate, Ibu Konate, ina maana wote watakuwa unveil, kwa sababu hao wote wanasubiria tu Mr. Perez atakapotangazwa kuwa rais anaendelea kuiongoza Real Madrid kwa miaka 4. Kwa hiyo tunachokiona hapa sasa hivi kinachotokea ni kwamba joto la uchaguzi ni kali, joto la uchaguzi ni kubwa, kwa sababu analikoma pia naye ameahidi vitu vingi. Ameahidi kubadilisha system nzima ya Madrid. Anaamini kwamba Madrid haitaki kutegemea wachezaji wa free agents kama ambapo Mr. Perez amekuwa akisubiri mwishoni kwamba mchezaji amalize mkataba na mvute. Bwana Likoma anakuambia Madrid haideserve kusubiri wachezaji wa bure. Anakuambia kwamba endapo atachagua kuwa rais wa Madrid atafanya big signing, ikiwa na kama alivyosema kwamba atameta Erling Braut Haaland. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni jinsi gani hizi marais wanaogombea ni wanavimbiana. Kila mmoja anaonesha power alionayo katika marketing. Nitafanya hiki, nitafanya hiki. Ile macho yetu sisi yote yapo kuelekea kombe la dunia, ambapo tunaenda kushuhudia kombe la dunia huko Marekani, ambapo kutakuwa kutakuwa na mashindano ya mwezi mmoja. Kwa hiyo tunategemea kwamba tarehe 16 Julai kombe la dunia itakuwa linakamilika, na baada ya hapo tutajiandaa na pre-season ya mechi moja. Maybe pre-season inaitwa kwa ya kutosha, kwa sababu kombe la dunia itakuwa limeenda sana. Baada ya hapo, ina maana tutategemea kwamba wachezaji wanarudi na timu zao. Kwa hiyo kuna 2 weeks au 1 week za wachezaji kupumzika na kuendelea. Kwa hiyo wakati wa pre-season, wakati huu ndo ambapo timu nyingi zinaingia sokoni kutafuta wachezaji na kuangalia ili linapoanza kombe la dunia unakuwa ushafanya signing mbili. Tumeona Manchester wameshafanya signing tayari. Tumeona Bayern wameshafanya signing, Madrid wamefanya signing tayari. Kwa hiyo vilabu vingi sasa hivi vinajiimarisha kwa ajili ya kujiandaa na next season. Nini maoni yako wewe? Je, unaona Perez yuko sahihi kutoa paundi milioni 50 kusajili kwa ajili ya ada ya Olise, au ame overpay? Okay, toa maoni yako hapa chini, niandikie maoni yako hapa chini, alafu tuambie uone, je, wanagana msimu unaokuja huyu Madrid kwa jinsi anavyosajili tutaruka naye au itashindikana? Toa maoni yako hapa chini. Please follow, like pamoja na share
ili video hii iweze kutazama na watu wengi, iwafikie watu wengi zaidi, tuje tuchambue mpira hapa, tuongee kuhusu sport, tuongee kuhusu dunia ya mpira, dunia ambayo inaongelea football. Peace Gunners.